Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Emmanuel John Nchimbi ametangaza kujiuzulu wadhifa wake kuanzia Septemba 4 mwaka 2026, ikiwa ni chini ya mwaka mmoja tangu alipoingia madarakani, pamoja na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Katika barua yake ya Agosti 25 mwaka 2026 iliyosambaa kwenye mitandao ya kijamii, Nchimbi amesema amemwandikia Rais Samia kumjulisha kuwa ameamua pia kustaafu siasa na utumishi wa umma. Sehemu inayovuta zaidi hisia katika barua hiyo ni maelezo yake kuhusu ahadi aliyompa Rais Samia mnamo Agosti 27 mwaka 2025 kwamba angemtumikia kwa uwezo na uaminifu, lakini angeachia nafasi wapo rais angehitaji makamu mwingine. Rais anatamani mabadiliko. Nimejiridhisha pasipo shaka kuwa Mheshimiwa Rais anatamani mabadiliko, hivyo nimeamua kutimiza ahadi yangu, ameandika Nchimbi bila kufafanua aina ya mabadiliko anayoyakusudia wala mazingira yaliyomfanya afikie hitimisho hilo. Maneno hayo yameibua maswali kuhusu iwapo kuondoka kwake ni uamuzi binafsi pekee au ni matokeo ya shinikizo la kisiasa ndani ya chama tawala. Hata hivyo, Nchimbi hakusema katika barua yake kuwa amelazimishwa kujiuzulu wala hakumtuhumu rais ama kiongozi mwingine. Baada ya kujiuzulu Nchimbi, nafasi yake inaweza kuzibwa vipi? Kwa mujibu wa ibara ya 50 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nafasi ya makamu wa rais inapokuwa wazi, rais anatakiwa kumteua mtu mwingine haraka iwezekanavyo na ndani ya siku zisizozidi 14 tangu aliyekuwa madarakani aondoke. Uteuzi huo lazima uthibitishwe na bunge kwa kura za wengi kabla ya makamu mpya kuapishwa na kuanza kazi. Katiba pia inataka makamu wa rais atoke upande tofauti wa muungano na ule anaotoka rais. Kwa kuwa Rais Samia anatoka Zanzibar, atakayeteuliwa anapaswa kutoka Tanzania bara. Nchimbi ataendelea kuwa makamu wa rais hadi Septemba 4, tarehe aliyotaja kuwa kujiuzulu kwake kutaanza kutumika. Macho sasa yanaelekezwa kwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan na CCM kuhusu mrithi wake na maana halisi ya mabadiliko yaliyomfanya Nchimbi kuondoka. Kupitia barua hiyo, Watanzania pia wamekumbukwa, kwani Nchimbi amewashukuru Watanzania kwa ushirikiano alioupata katika kipindi chake cha utumishi na kuahidi kuendelea kuwa raia mwema wa Tanzania. Ni hayo tu. Mimi naitwa Ibrahim Rujala.